Goma linaanza pande fulani za Lagos. Hapa tunatupa mwaka 2021. Tunakutana marafiki wawili, mmoja anaitwa Mide, mwingine anaitwa Amara. Sasa Amara anamuuliza mwenzake, "Una uhakika hii kazi tutaipata?" Ila Mide anasema, "Ni lazima tuipate. Ninamfahamu rafiki yangu analipwa Laki1 naira kwa siku." Mwenzake ni anabaki anashangaa tu. Hapa anamwambia rafiki yake, "Nishafanya mahesabu, kama tutafanya kwa miezi mitatu, tukasave 80% ya mshahara wetu, tutapata hadi naira milioni 5.7. Tukifanya ndani ya muda mfupi, tutakuwa na pesa za kutosha kuanzisha biashara zetu. Pia tutaachana na hii kazi kwa sababu tutakuwa na zaidi ya naira milioni 10. Pia rafiki yake anaongezea kuwa kuna marupurupu mengine pamoja na tips. Hivyo hiyo milioni 10 naira wataifikisha kwa muda mfupi zaidi, basi wanabaki ni shangwe tu. Wanaona wameshakuwa mamilionea. Picha ni Friday at 8. Full movie linki nimekuwekea hapo chini. Kikubwa usisahau kusubscribe ili wa kwanza kufikiwa na recap zetu kila zinapotoka. Pia nikukumbushe, Don Bando yupo kwa ajili yako. Jipatie vifurushi vya data kwa bei poa kabisa. Kuanzia Halotel, Vodacom, Yas, Airtel. Uenjoy recap bila hofu ya kuishiwa bando. Mcheki 0616 807602 na utahudumiwa haraka. Tunarudi baada ya miaka kadhaa, tunamkuta Amara. Hapa unaonekana maisha yamebadilika. Bidada akapigiwa simu na anapokea, nasikika sauti ya mzee. Baada ya salamu, anauliza kama kitabu kimeshatoka, anaambiwa kipo tayari. Bibia anaambiwa kwamba atamwagiza driver baadaye aje achukue kitabu, basi wanaagana na kata simu. Mrembo sasa ni mwandishi wa vitabu na anamiliki pia duka la kuuza vitabu. Hapa bibia kaja kwenye duka lake la vitabu, anamuuliza mfanyakazi wake kama yule mzee alimwagiza mtu kuja kuchukua kitabu. Mwisho anamwambia akapumzike kwa kuwa leo ni siku yake ya kuwa off. Sasa wakati anajisomea kitabu, kuna mteja anaingia. Huyu jamaa anaitwa Junior. Hapa anaita lakini haoni mtu. Ikabidi apite kwenye shelf za vitabu. Alivyomaliza ndio anamuona bibie. Bibie anaomba radhi kwamba kumuona yupo hapo. Hapa anamkaribisha mchizi kwenye duka lake. Junior amevutiwa sana na bidada. Anamuuliza kuhusu kitabu anachosoma. Amara hapa anaangalia vitabu alivyochagua Junior. Anamsifia mchizi kwa kuchagua vitabu vizuri. Pia anamwambia fanani kuwa mtu anayependa kusoma vitabu. Kiufupi chemistry zao zimeanza kuendana. Mwisho mchizi kaomba dine ili waongee vizuri kuhusu vitabu. Mchizi ni mwamba kweli kweli. Bidada akaelewa, lakini design fulani hivi anamnatia. Na iwe kuhusu vitabu tu. Tunaongelea kuhusu vitabu tu. Sema kunaweza kuwa na kitu kingine. Basi ni wanacheka tu. Wote wanaonekana kuzimikiana. Mchizi anaaga na sepa, mrembo ana smile tu. Baada ya kazi, Mide kaja na rafiki yake kwa boyfriend wake anaitwa Tami. Hawa wawili wapo kwenye mahusiano na siku sio nyingi wanatarajia kufunga ndoa. Hapa bibie kaja kucheki Shera, ni anafurahia tu. Anafurahia jinsi gauni lilivyo zuri. Unajua mimi ni bibi harusi, inabidi kila mtu anizingatie. Anamuuliza mdada hilo duka alipo, Tami anamwambia ametoka, hivyo atulie tu. Ila bibie ni ana moto sio poa, hataki kuelewa. Sasa jioni Junior na Amara wamekutana. Hapa ni wanasalimiana. Mchizi anamsifia bibie kwa alivyopendeza. Basi wanapiga story, wanazidi kufahamiana. Ndio mchizi anajitambulisha, anaitwa Junior, kaka yake na Mide. Mrembo anafurahi tu, anamwambia anaonekana super. Sasa nimefahamu kwa nini Mide alikuwa anakuficha nisikujue. Mchizi pia anamwambia hivyo hivyo. Sema Junior aache kumwambia Amara anavyomvutia. Anapenda anavyosmile wakiongea. Mwisho mchizi akapendekeza waendelee kuonana na kuvaibu bila kuambiana mambo yao binafsi. Sikia, leo ni Ijumaa saa 2 usiku. So, ningependa tuendelee kuonana kwa Ijumaa 4 zijazo. Tuenjoy na tukijikuta bado tunavutiwa, tutaenda hatua zaidi. Basi mrembo akakubali. Kiufupi date ilienda vizuri sana. Hapa mrembo karudi home, Mide anamuulizia date iliendaje. Amara anamsifia tu Junior alivyo. Ni mtanashati, handsome, ana muonekano. Kiufupi nimeamini maneno yako kwamba siku nikikutana mtu sahihi nitajua tu. Basi wanafurahi sana. Mide ajui kama huyo mtu ni brother wake. Hapa wanajipongeza kwa waini kwa kupata upendo wa kweli. Hapa Mide anamuuliza kuhusu jina lake au endo yake ya IG. Ila Amara anasema hawajaambiana taarifa zao binafsi. At least hadi date ya 5. Mide anabaki anashangaa tu. Lakini Amara anaona ni sawa tu. Ile kitu Mide hakukielewa kabisa. Kama unatoka na mtu na muongei mambo binafsi, hiyo sio date. Vipi kama ameoa, ana watoto 15 na ana wake tofauti tofauti? Ila Amara anamtuliza rafiki yake asiofie, huyo mtu ni mzuri tu na asiwaze hayo mambo. Isiku Mide anaongea na brother yake Junior, anamwambia ameota ndoto mbaya, inatisha, na hiyo ni kwa sababu hajamuona. Ila Junior anamtuliza, pia anamwambia asijali, yeye yupo na weekend atakuja kumuona. Mide ni alifurahi tu, anamwambia iwe Ijumaa, ila Junior Ijumaa na date, hivyo akamwambia Ijumaa atakuwa busy, hivyo afanye Jumamosi. Basi wakaagana.
Ijumaa nyingine ikafika, kama kawaida wamekutana saa 2. Hapa wanapata dina, wanafurahia maisha. Najua tulikubaliana kutokuambiana taarifa binafsi, lakini ningependa kujua unafanya nini. Ukiniambia wewe kwanza, basi nitakwambia na mimi nafanya nini. Okay, nitakupa story. Nikiwa na miaka 15, anko wangu alikuwa na redio. Tulisikiliza mziki uliopenda, kisha tukarekodi mixtape. Ghafla redio iliharibika na mjomba wangu alishindwa kuitengeneza. Ilikuwa ni kazi ngumu, ile ilimfanya awe mpweke sana. Siku moja nilifungua na kuitengeneza. Nilitumia utundu wangu tu na redio ikawa sawa na tukasikiliza mziki tena. Kila mtu alisema nina kitu. Hivyo miaka kadhaa nilikwenda kusoma chuo kikuu kuhusu electrical engineering na sasa ni mhandisi wa umeme. Bibi alipenda sana story ya Junior. Sasa ni zamu yako. Nakumbuka tulikubaliana hamna kushare taarifa zetu binafsi, basi ni walibaki wanacheka tu. Okay, najua unamiliki cafe, inakupa furaha, ni kama Little Piece of Heaven. Subiri kwanza, Little Piece of Heaven? Nadhani nimepata kichwa kizuri cha habari kwenye story yangu. Bibi alilipenda sana hilo jina, hapa ndio tunajua kwamba ni mwandishi wa vitabu. Ni story ya mwanamke aliyofanya maamuzi mabaya kwenye maisha. Aliteseka kutokana na hilo, mwisho alibadilika na kuwa mtu mzuri, lakini watu hawakumkubali kutokana na yale mambo yake ya zamani, ingawa ameshabadilika. Ila bidada ya kukata tamaa, alizidi kupambana na kupata Little Piece of Heaven. Jamaa alipenda sana story yake, akamuuliza kama ni story ya kweli, ila Amara anasema ni story ya kufikirika tu. Basi wakaendelea kuenjoy na leo tena date ilienda poa. Siku Amara anatoka jobu, anakuta meza imeandaliwa misosi na vinywaji. Anabaki anashangaa, kwenda jikoni anapigwa na butwaa kumkuta Junior. Hapa anamuulizia kuhusu Mide. Pia anamuuliza kama ameshamwambia kitu chochote, lakini anasema bado. Wakati wanaendelea kuongea, anatokea Mide. Hapa anamtambulisha Amara kwa Junior. Mide alijui ndio mtu anaenda naye date kila siku. Amara anazuga tu kama mfahamu Junior. Mide anamwambia Amara angemwalika mpenzi wake aje kwa sababu anajua Amara angekuwa mpweke. Amara ni alibaki anazuga tu, ikabidi ajichenge. Hapo wanakula wanapiga story, ila Amara yupo comfortable kabisa. Wakati anaangaliana na Junior, kumbe Mide alikuwa anawachora. Kile kitu ni kama kukipenda hivi. Akaomba badilishane siti na Junior, huku anasingizia anataka akae karibu na mpenzi wake Tami. Ila ni anazuia Amara na Junior wasiangaliane, hajui kwamba tayari wako kwenye process. Hapa anampa kaka yake ratiba ya sherehe za harusi. Hapa ni wanasafisha meza baada ya chakula. Mide anasema, kwa nini Junior alikuwa anakuangalia kiasi hicho? Hata hivyo mjuani, mimi naye kwa kuwaza sana nimezidi. Ikabidi Amara amwambie Mide ukweli bana, kuwa Junior ndio mtu anaenda kuonana naye kila Ijumaa saa 2 usiku. Naam, na huo ndio mwisho wa sehemu yetu ya kwanza. Tukutane tena sehemu ya pili. Mide amejua Amara anatoka kimapenzi na kaka yake. Sasa itakuwaje? Nikukumbushe kubonyeza alama ya subscribe ili wa kwanza kufikia na recap zetu kila zinapotoka. Pia usisahau kulike na kucomment. Mimi ni G5 Beats. Till next time. Bye bye.